Naam, Waswahili wanakuambia kwamba haya maisha yanatupa nafasi ya kujifunza yale ambayo yanatokea, lakini katika yale ambayo tunapata nafasi ya kujifunza ni muhimu sana kufanya matendo ya upendo kwa kuwajali na kuwasaidia watu wengine. Na leo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au alimaarufu kama UDSM, uongozi wa Daruso wakishirikiana na ofisi ya Spika wa Bunge wameandaa tukio ambalo limewaleta Kigamboni kwa ajili ya kufika kuangalia namna ambavyo wanaweza kuwaona watu wenye uhitaji na kudumisha ule upendo. Kama ni mara yako ya kwanza unaitazama channel yetu ya Student Connect, acha nikwambie tu usiache kusubscribe na kulike na kuwa mwanafamilia kwa taarifa zote na video mpya ambazo ninakuwa nazipandisha hapo hewani. Na nataka nikujuze tu kwenye video ya leo ni kwamba tunakupa nafasi ya wewe kijana au Mtanzania kufahamu namna ambavyo tunaweza tukawasaidia watu wengine ili waweze kuona ule upendo ambao tuko nao. Na siko peke yangu, niko na Spika wa Bunge la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Huyu hapa Spika wa Bunge, msikilize ana kitu gani cha kukushauri kijana. Mheshimiwa, habari yako? Salama. Yamkini wa Tanzania ambao wanakutazama kwa sasa wanatamani kufahamu wewe ni nani na unasoma kozi gani na ni mwaka wangapi? Asante. Jina langu ni Anodi Buzoela Vyamgo, mwanafunzi kutoka ndaki ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA alimaarufu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nasoma kozi ya Bachelor of Science in Business Information Technology au BIT, na pia niko mwaka wa 3, wanapenda kusema finalist. Ndio. Unaona kuna tukio ambalo mmeliandaa leo limewaleta Kigamboni kuweza kuwaona watoto hawa wenye uhitaji, na nini ambayo imepelekea muwe na maono ya kuyafanya haya ambayo mmeyafanya siku ya leo? Ndio, tumeona kuja kuwaona watoto wenye mahitaji. Kwanza awali ya yote, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni jamii ya watu wengi ambao wanatoka sehemu tofauti. Na tukio hili ni tukio la kijamii. Sisi tumetoka katika hizi jamii. Kama mwanafunzi kijana wa taifa hili au ambaye si mwanafunzi, tunafahamu kwamba kwenye jamii zetu kuna watoto ambao wanaishi kwenye vituo hivi vya kulea watoto yatima, kuna watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, kuna watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali kwenye jamii zetu na wanahitaji msaada kutoka kwetu. Sasa kama unapokuwa sisi wanafunzi au mtu mwingine yeyote, unapokuwa na nafasi ya kuweza kufanya jambo lolote, kuwagusa kwa namna yoyote ile, kwa chochote kidogo ulichonacho au kikubwa, ni jambo la msingi sana katika jamii na pia katika mambo yetu ya kidini, katika imani zetu. Kwa mfano mimi Mkristo, katika kipindi cha Kwaresma ni swala la baraka kubwa, na wenzangu Waislamu ambao wamaliza mfungo wao majuzi pia bado ni baraka hata kama mfungo umeisha. Kwa hiyo kwenye jamii ni swala ambalo lina add value na kuwaona wenzetu kwamba tuko kitu kimoja na ni ndugu zetu, lakini pia katika swala la imani ni baraka na naongeza baraka kwetu sisi. Na katika tukio kama hili la leo ambao mmelifanya, je, unaona kuna namna ambavyo inaweza kawasaidia vijana kuwa ni watu wa kujitolea? Ndio, na matukio kama haya ukiangalia kama sisi wanafunzi siku za leo weekend, mara nyingi kama mitihani haijaanza, watu wengi unakuta kazi sio nyingi. Sasa unapokuwa hauna kazi nyingi na unapata kufanya matukio kama haya ni kitu kizuri zaidi kuliko kwanza uenda unajifanya mambo ambayo sio ya msingi. So kitu kama hiki kinaongeza baraka. Lakini swali lako umeuliza kwamba nawezaje tukio hili namna gani za kumhamasisha kijana mwingine. Of course vijana wengi wanakosa nguvu ya uthubutu, wanakosa uthubutu wa kujaribu jambo. Sasa wanahitaji hamasa. Wanapoona vijana wenzao tumeweza kujitoa na kuja. Kwa hiyo kwa vidogo ambavyo tuko nacho, unajua sisi wanafunzi au sisi wa Tanzania wengi wa lika la chini, tabaka la chini, tuna ule uoga wa kujaribu na kuhisi kwamba mimi ninapoenda kwenye kituo cha kulelea watoto yatima nitapeleka nini au nitaenda kufanya nini. Labda hii sehemu ni sehemu ambapo wanaita watu wenye fedha, matajiri, lakini hapana, anaweza kaja mtu yeyote. Kwa mfano sisi hapa ni wanafunzi ambao wengi wetu bado hatujaweza kujitegemea, tunategemea fedha za mikopo kutoka SLB na wengine wanategemea fedha za wazazi, lakini tumeweza kujitolea vitu vingi. Nikikwambia watu tumeweza kuleta vitu vingi ambavyo hata sisi hatukutarajia kama vingeweza kuja. Kwa hiyo kijana yeyote na asiye na woga aweze kuthubutu, kama ana nguo yake ambayo haimtoshi size au ivai au na kitu kingine akitumii sabuni, mafuta kupikia, chochote, aje aungane na watoto hawa na vijana hawa wenzake kuweza kuwapa moyo na kuatia nguvu zaidi, waweze walau na wao kupata moyo kwamba kuna watu wanawajali huku nje na wao kutamani zaidi waweze kufika level ambayo tuko sisi na kwenda zaidi. Na pengine ni wakati gani sahihi ambao
vijana wanatakiwa kuanza kujitolea kama matendo ya huruma na upendo kama ambao mnayafanya nyinyi Darussa mkishirikiana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Asante sana. Nadhani wakati sahihi, hakuna wakati sahihi, lakini wakati sahihi ni wakati wote. Hakuna muda ambao kwamba ni muda huu mpaka huu, hapana. Muda wote ambapo kijana atakuwa amejitambua na kwamba kuona na kujua kwamba kuna watu wenye uhitaji kwenye jamii, ule ndio wakati sahihi yeye kuwasaidia. Anaweza asiwasaidie kwa vitu alivyonavyo, lakini hata kwa matendo yake. Kuna watu wanafika kwenye vituo hivi hata bila kitu chochote, lakini kuja kushinda nao hapa kusaidia vitu vidogo vidogo kama kazi na majukumu machache ni swala zuri sana, na ambalo tayari atakuwa amefanya sababu yake kama hivyo. Ndio. Kwa hiyo wakati sahihi ni wakati wote ambao mtu atawiwa, lakini mimi na zaidi labda niwatie chachu kwa vijana waweze kuwa na hamasa zaidi ya kuja kushiriki matukio kama haya, sasa matukio ya kijamii. Ndio. Na tukio hili limewaleta pamoja, ndio. Lakini tunatamani tufahamu kwako, spika wa bunge la serikali ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yani Darussa, maono haya yalianza wapi? Umeyakuta chuo au ulianza nayo wewe? Tunatamani tufahamu ili wale ambao wanakusikiliza na kukutazama wajue wanaweza wakaanzia wapi au waanzie pale walipo. Of course, ukisema nimeanzisha mimi itakuwa ni uongo. Hakuna jambo jipya sana ambalo simelikuta, na kusema kwa mfano kwenye jambo hili, utaratibu wa charity ni utaratibu ambao kwenye chuoni kwetu umekuepo mara kwa mara, ukifanyika na colleges tofauti, ndaki, makundi ya watu, asasi, ni kitu ambacho kimekuepo siku nyingi. Lakini kwa bungeni tangu mimi nimekuepo zimekuwa zikifanyika charity tofauti tofauti. Kwa mfano mwaka jana walishiriki utoaji wa damu, mwaka huu na sisi tumeshiriki tukio hili. Sasa kwenye kufanya jambo hili, nikisema mimi nimeshiriki zaidi kuliko wengine itakuwa ni uongo, kwa sababu hata ili mawazo kila mmoja alikuwa anawaza, lakini ule uasisi na uwezo wa kusema tuanzishe kitu hiki tufanye na kitekelezeke ni mawazo ya wabunge wengi, na especially mtu aliyeleta wazo zaidi ni katibu wangu Zuena Said Hassan. Ndio amefanya wazo hili na ameliengineer sana kuweza kukamilisha wazo hili mpaka leo limetimia, kwa kuweza kujalia mazingira ya kuweza kama sisi tunaweza tukaja tukafanya hisani katika kituo hiki, na baada ya hapo kitu kikaweza kuanza na ikatengenezwa kamati ndogo ambayo ilikuwa na wajumbe almost 30, kwa sababu bunge letu na wabunge kama 240, wajumbe kama 30 kutoka kwa wabunge ndio tumeweza kufanya hili jambo. Kwa hiyo mimi kwenye kamati hiyo nilikuwa ni mjumbe tu, na mwenyekiti alikuwepo, katibu na mweka hazina alikuwepo, na sema kweli wamefanya kazi kubwa sana. Mungu azidi kuwabariki. Ndio. Na tukio hili haionekani kama ni sehemu ya nyinyi kama viongozi au watu wengine kutafuta kiki, kwa sababu inaonekana kwamba watu wanapotoka kwenda kuwasaidia watu au kuwaona kufanya matendo ya huruma, imeonekana au imekuwa ni kama kasumba ya watu kutafuta kiki na kujibrand kwamba wanaweza kuwasaidia watu wengine. Kwenu iko namna gani? Hapana, kwangu mimi hiyo ni dhana ambayo si sahihi. Si sahihi kabisa kwamba matukio ya hisani ni sehemu ya kutafuta kiki. Kwangu mimi hapana. Huenda kwa mara moja au zaidi kuna watu wanatumia kama platform ya kutafuta kiki kwa matukio kama hayo, lakini tukio letu hili hapana, kwa sababu sisi hatujamilia huko na ni sadaka ya kawaida kabisa. Tumekuja kuitoa ili tuweze kupata baraka kwa Mwenyezi Mungu na tuweze kuwasaidia wadogo zetu na kaka zetu ambao wako hapa. Ndio. Na ni zipi faida za kufanya haya matukio sasa? Faida kubwa ni kwenye jamii, kwa sababu tunapofanya hapa ni tunaigusa jamii moja kwa moja. Tunarudisha tabasamu kwa watoto hawa ambao wako hapa, na tunaporudisha tabasamu hapa kuna jamii kubwa sana. Kuna watoto almost 80 na wametoka sehemu mbalimbali. Watoto wengi hapa ukisikiliza historia zao wengi hawana wazazi. Kwa hiyo tunapofanyia matendo haya ya faraja wanafarijika. Yani sasa yanapofanyika mara kadha wa kadha yanaijenga jamii hii. Watoto hawa wanakuwa katika misingi bora, afya akili yao inakuwa njema, zile stress za mawazo ya hana mzazi, hana sabuni, hana nini zinapungua. Kwa hiyo tunapata jamii iliyo bora, mwisho wa siku watoto wanakuwa na afya njema na kuweza kutimiza ndoto zao. Naam, huyu alikuwa ni spika wa bunge la serikali ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni machache tu ambayo yametoa kama faida, lakini nikumbushe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza unapita kwenye channel yetu, usiache kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa za channel yetu ya Student Connect. Langu jina naitwa Mubadini Official. Kutana next time. Bye bye.